Simba umempa 20% ya kubeba kombe. Kwa sababu hizi game za michuano ya CAF ili uweze kufanya turning game lazima kuna vitu ambavyo una consider wanavyo pale kwenye eneo la striking. Kwanza kabisa ambacho ni kitu muhimu, lazima una dribbler kwenye upande wa timu yako, una pasa mzuri na finisher. So game nyingi ambazo tumeona timu nyingi ziko zikipindua matokeo au watu zinaona evidence pia zipo, na kwenye hizo timu na asilimia zao pia zipo. Mfano mzuri ni Simba kupindua game. So moja ni nyingi sana, lakini quality ambayo ilimbeba ni hivyo vitu pia alikuwa navyo. Kila season huwa ana dribbler mzuri ambaye anakuwa anashawishi timu ipate chochote, anapasa mzuri na ana finisher mzuri. Lakini kiukweli Simba kwenye hii michuano mpaka hapa alipofika, ndio ukaamini mpaka sasa hivi tupo striker ni Kibu Denis. It means kwamba hata striking force ni mbovu. Kwenye upande wa pasa, upande wa assist, anamweka pasi zile za mwisho ambazo ni clinical pass. Hamna pia. Kwa Simba wanateseka na namba 10. Wana dribbler peke yake. Ambaye ni Mpanzu. Na Mpanzu ameanza kuonekana alipoingizwa kwenye timu. Lakini upande wa pasa na finisher hawana. Hauna kuja kupindua ile game. Kingine ili udeserve chochote kwenye hii michuano, lazima uwe na key players upungua 5 kwenye timu yako. Au key players ukiweka 1v1 na hizo timu ambazo wanashiriki kwenye hiyo michuano, wanakuwa na quality kushinda wale ambao wako kwenye zile timu zingine. Mfano mzuri kwenye eneo la midfield, ukimchukua battle ya 1v1 ya Lamine na Kagoma, unaona kabisa kuna difference kwamba unamwona Lamine ni quality zaidi ya Kagoma. Ukija kwenye eneo la striking ambao ni striker wao yule Lomo, ukimsimamisha na Ateba, ni vitu vile tofauti. Kitu ambacho Simba tawini tu atakuwa na Mpanzu, lakini kwenye maeneo mengi amezidiwa. Kwamba Simba anaweza katani ngine au vipi anaweza kawa bingwa. Pengine labda kuna kile kipengele tunasema kwamba bahati inaweza ikawasaidia labda. Sometimes bahati pia inakuja na juhudi. Una juhudi, bahati inajituma, mfano mzuri nakupa. Simba amecheza hii game ya pili away. It means dakika 180. Unaweza kuamini Simba ameondoka na shoot on target moja na ni elimu Mpanzu peke yake. Game ya Al-Masry kuja kwenye game ambayo Simba alitani, walisingizia kigezo cha uwanja, lakini nafasi ambazo Simba walizitengeneza ni nyingi. Lakini umaliziaji ni mbovu. Na pia jamaa walisema uwanja uliwakaba kulingana na condition ya uwanja. Kwa upande wako wewe, kesho kuona chuma 3 Simba wakifunga dhidi ya Berkane, uone kabisa, unaona giza tu? Sio ni chochote, kwa sababu timu nzima na dribbler mmoja. Na ndio maana kwenye game ya away alivyokamatwa Mpanzu, wote walivaa Zuba uwanjani. Kwa sababu hawana za kashika mpira, basi hata mpigie nani akakote apeleke golini hakuna. Wote wabaki wanashangaa, timu inakuwa inapora mpira. Na kingine hichi hapa napenda kukidokezea kitu kimoja. Wale jamaa walivyotrainiwa kwenye hivi viwanja ambavyo siku ya mita sio kubwa, ukiwavukia eneo lao wanakaa kwenye eneo lao. Yaani ukiwasogelea kwenye eneo lao, kwenye eneo la box, wanakaa nyuma. Lakini ukiwa na mpira kwako, wanakulazimisha ufanye makosa pale pale. Kuanzia kwenye mawings na midfield. Ukiwa na mpira kwako watakuja, lakini ukiwavuka kwao watakaa tu kwenye position. Watakuacha tatizo, ukishindwa kumalizia watachukua, wataanza kushambulia. Ndio mbinu yao hiyo.